jitahidi kuchora vitu ambavyo unaviona. Kwa sababu tatizo lingine ambalo tunakumbana nalo, utakuta mtu anataka awe mchoraji katuni, kijana anataka kuja kuwa mchoraji katuni, lakini uwezi kujifunza kuchora katuni kabla hujajifunza kuchora vitu halisi. Na hivyo bado ningependa kwa vijana ambao wanachora sasa hivi, wanajifunza kuchora, lazima kwanza ujifunze kuchora vitu halisi. Na vitu, ukitaka kujifunza kuchora vitu halisi, chora kitu ambacho unakiona. Usichore kutoka kichwani. Ni mazoezi mazuri. Haya mazoezi hayahitaji hata Nathan awepo. Nasema bwana, mimi nataka kuja kuwa mchoraji. Hasa nafanyaje? Chora vitu ambavyo kuna majani, nyumbani kuna kuku, si mtoto kalala, kuna viti, vikombe, unaweza kuchukua karatasi ukalifinya ukalitupa pale ukaanza kuchora vivuli. Hayo ni mazoezi, ni sawa sawa unakwenda kwenye mazoezi ya mpira afu unakutana na mwalimu. Unaelewa? Hiyo ndio mwalimu wako sasa, ndio coach. Alafu ile mazoezi unakwenda mpirani, hakuna mwalimu, panga wewe nenda huko jo huko, yale ndio yale unachora vitu kutoka kichwani. Of course ipo wakati unaweza kutoa kitu kichwani, lakini kama unataka kufanya mazoezi na ukizingatia kwamba sasa hivi bado hatuna hizo shule, hatuna nini, nafikiri mazoezi ya karibu zaidi kwa kijana ambaye anataka kufika hapa ambapo sisi tulipo. Na ukipata nafasi ya kwenda kusoma kwenye vikundi vidogo vidogo, ama kufanikiwa labda kwenda Bagamoyo kusoma fine art kabisa, basi ni kuchora vitu ambavyo unaviona vitakusaidia. Katuni, uchoraji wa katuni una misingi fulani tu, na misingi yake kimsingi lazima unajua kuchora. Lazima unajua kuchora ndio unaweza kuchora katuni, na hasa hizo katuni za maoni, kwa sababu katuni tafsiri yake ni mchoro unaokosewa kwa makusudi. Sasa hivi Chacha niambie, anakuja kijana anasema bwana, mimi na katuni yangu naomba uiangalie, unaonaje kichwa nilivyochora? Unaambia huu ni mchoro uliokosewa kwa makusudi, kwa hiyo hicho kichwa kiko sahihi.